Bwana Yesu na asifiwe sana. Watumishi wa Mungu, washeni tuendelee kuomba. Tuombe bila kuchoka. Tuombe, maana kuna Mungu mbinguni ambaye husikia maombi. Na naamini ya kwamba Mungu wetu akisikia maombi yetu atajibu kwa moto. Atajibu kwa miujiza. Atajibu katika kutubariki. Maana ni vizuri tuendelee kuomba. Tuendelee kuombea taifa letu. Tunalipenda. Unapenda Kenya, ninapenda Kenya. Kenya ni nyumbani. Hapa ndio kwetu na tunataka amani. Tunataka amani. Ikiwa tunataka amani, ni lazima tufanye kazi. Na kazi ambayo tutafanya si kubwa, ni kuomba tu. Mungu anasema ya kwamba bisheni mlango mtafunguliwa, ombeni mtapewa, tafuteni mtapata. Wale ambaye huomba hupewa, wale ambaye hutafuta hupata, wale ambaye hutafuta hupata, na wale ambaye hubisha hufunguliwa. Tuendelee kuomba na tuombe. Katika kitabu cha Arawi 6:15 Biblia inasema ya kwamba tusizime moto wa madhabahu. Inamaanisha kwamba tusikome katika maombi. Tusikubali moto wa madhabahu uzimike. Inamaanisha tuendelee kuomba usiku na mchana. Tuombe. Na Mungu atajibu. Katika kitabu cha Petro wa kwanza 3:12 Biblia inasema kwamba Mungu husikia maombi ya wenye haki. Mungu husikia maombi ya wenye haki. Katika Isaia 59 kuanzia pale 1, Mungu anasema ya kwamba masikio yake haijaziba hivi kwamba ameshindwa kusikia maombi, lakini tuondoe dhambi. Tukiondoa dhambi, Mungu yu tayari kusikia tunapomulilia. Maana Kenya ni nchi nzuri sana. Ni mahali pazuri pa kukaa. Hapa ndio nyumbani. Kenya ndio nyumbani. Hapa ndio kwetu. Tuendelee unajua ni lazima upende kwako. Penda Kenya kabisa. Penda, na kama unapenda Kenya, iombe. Ili amani ya Yesu ambaye aliashia kanisa iendelee kutawala katika taifa letu. Maana unahitaji amani, watoto wako wanahitaji amani, wajukuu wako wanahitaji amani, vijukuu wanataka kupata nchi ambayo iko na amani.